Nataka niambie huyu mama Samia Suluhu. Huyu mama ati amejiweka yeye ndo anasimama president. Yeye ndo returning officer, yeye ndo chairman wa election. Yeye sasa yeye ndo candidate. Yani she's the only person who is running for president. Suluhu anasimama president, Samia anasimama na Hassan. Sasa mimi nataka niambie huyu mama, unajua Wakenya wakati tulikuwa tunaambia Tanzania waamuke, walikuwa wanatuambia sisi tunaharibu nchi yetu, ati sisi tunaleta vurugu, ati wale watu wanaleta shida nchi yao, wasikuje kutuletea maneno. I want to tell the Gen Zs in Tanzania, muendelee na hiyo maneno. Huyu mama anataka kupanga nchi. Huyu mama Samia Suluhu ambaye alikuwa deputy president, she had no role in Tanzania. Wakati Magufuli alimchukua akamhurumia akampatia deputy president, ati yeye sasa anataka kupanga watu wa Tanzania. Mimi nataka niambia Diamond Platnumz na hao waimbaji ambao walikuwa nasifu huyu mama Samia Suluhu, that nonsense must come to an end. Tanzania, hii mambo ya udikteta tumeamua as the young people of East Africa. We are not going to allow dictatorship in the East African countries. Hapa Uganda tukimalizana na hapa Tanzania tumesema tunaenda kwa Museveni. Na wewe Museveni tunajua unajifanya ati wewe ni mgonjwa. Ati Museveni anajifanya ni mgonjwa ati hakwenda kwa matanga ya Raila. We know what you did Museveni. We know what you did. Na vijana wetu hujaachilia, so usijifanye ati wewe ni mgonjwa unataka kufa mapema. Utakufa after umeachilia vijana wetu pale Tanzania. Tukimalizana mama Samia Suluhu, nasikia sasa hii ameshaanza kutoroka. Na unajua jeshi imesimama na wananchi. Yaani mimi nashangaa Tanzania, ati polisi wanashika rungu. Ati wanasimama na mama Samia Suluhu na jeshi inatembea na raia. Mimi naambia jeshi, mwache kuwaste time. Muingie pale ndani, mtoe huyo mama Tundu Lissu aapishwe kama president. Yaani mimi nataka niulize huyu mama Samia Suluhu, shwali, yaani Ruto hajakufunza jinsi ya kuiba kura? Yaani shwali, ati mama, ati anachukua lori, ati anaweka ballot box, ati amejipigia kura, shwali. Yaani mama Samia Suluhu, how foolish can you be? Alafu natusi wa Kenya. Na this is a sign in 2027. Hiyo mambo muona Tanzania ni mambo kidogo. Unajua sisi ndo walimu wa Gen Z wa Tanzania. Mimi nataka niseme hapa, sisi Gen Z wa Kenya 2027, hii maneno mnaona Tanzania ni kidogo sana. Ni kidogo sana. We are going to deal with these people. In 2027 tumesema kama utafanya kazi MCA, members of parliament, senator, governor, mambo itakuwa ni one term. Na sisi tumesema tunaanza na huyu Mutahi Kahiga. Huyu governor wa Nyeri ambaye hajui kuongea, ana academic dwarf. Somebody who doesn't understand. Na huyo mama Gladys Wanga, wende uambie nimesema hivi. Hatuwezi fuata mama kama Gladys Wanga. Gladys Wanga ambaye alishikwa mkono wa Raila Odinga, there is nothing she knows. Gladys Wanga alishikwa mkono wa Raila Odinga, ati leo anatuambia anataka kujiweka kwa ranks ya Raila. Wakati Raila alikuwa anapigwa teargas hapa, ulikuwa wapi? Wakati Babu Owino alikuwa anasimama na Raila, wakati wanapigwa teargas hapa, ulikuwa wapi? Hawa kina John Bari wanatuambia Raila atuacha kwa broad based government. Which broad based government? When Raila alikuwa anapigwa teargas hapa na risasi ya attempted assassination of Raila, where were you? Sasa mnatuambia Babu ati you were in broad based government. Which broad based government? Na wewe Sifuna tumekuonea 18. Nataka niseme hivi Sifuna, tulikuwa tumekuamini sana, tukaona wewe unaweza peleka ODM mbali. Lakini umeanza mchezo, yani umenunuliwa na serikali, unaanza hapa kutuambia ati we are in broad based government until 2027. Wewe Sifuna tunakuambia, wewe Sifuna, Raila alikushika mkono. You were never elected. Because of Raila Odinga, you became a senator of Nairobi. We are telling you, ukienda kwa serikali, hivyo ndio siasa yako itakuwa imeisha. Hivyo ndio siasa yako itakuwa imeisha. And we know that they want to take Sifuna in the government. Nasikia Sifuna, kuna cabinet shuffle linakuja, wanataka kumpatia atakuwa waziri. Na Babu Owino wanataka wampatie atakuwa waziri wa education. We are telling Babu Owino and Sifuna, do not be intimidated by these people. We are saying this, kuja uongee na wananchi. Sisi ndio tunakupanga. Lakini si Ruto ati akupange atuke waziri. Na nasikia watu wanasema ati Raila is no longer there, that now they can do anything they want to do in this country.
spirit ya Raila Amolo Odinga ambayo ilikuwa inaitwa Juoki. Hiyo spirit ya Raila iko kwa vijana wa Kenya. Na kama unataka kujua hii spirit iko na sisi, ngoje muone hapa 2027. Tutakimbiza watu mbio. Mtatoka mbio. Huyu hatuoli huyu. Tuko na mtu. Huyu hatuoli mtu ambaye ako na tumbo kubwa. Huyu hatuoli tunamwambia, unajua tumekuja kujua ule dikteta wa Kenya. Hatuna dikteta ambaye ni president. Lakini tuna dikteta ambaye amesimamia wafanyikazi tangu wakati wa Kenyatta ati bado wewe ni go to boss. Wakati wa Moi ati wewe ni go to boss. Wakati wa Kibaki ati go to boss. Mpaka wakati wa Kasongo ambaye atakuwa one term. Ati you are still the go to boss. Wewe tumbo yako kubwa tunakuambia. Wewe hatuoli Francis hatuoli. Ambao unawaambia tu shenzi sijui wewe ndo shenzi. Wewe tunakuambia shenzi kabisa. Ni shenzi si shenzi. Wewe hatuoli tunakuambia 2027 uende nyumbani. Waanze kufunga milango mapema. Hatutaki ujinga. Nataka niambie huyu mtu soprano. Unajua William Ruto ni mtu mjanja sana. Yaani Ruto aliona Kindiki hana maana yote kwa hii siasa, akamfanya ati yeye sasa ndo yeye sasa MC. Imagine ati sasa deputy president ni MC kwa matanga. Ati yeye ndo anakaribisha kina John Badi Opiyo Wandayi. Alafu anajiita deputy president. Sisi tunaambia huyu mtu wa soprano ambaye ana base, tafadhali wewe uongeleshe wanawake. Sisi wanaume uweze ongea mbele yetu. Wewe ni msichana ambaye hata una base. Kwa hivyo tunaambia Kindiki wewe you are nonsense. You're useless in this government. Kwa hivyo tunakuambia Kindiki wewe hiyo mdomo wako ambao unatuambia ati 2027 tutawapanga. Utapanga nani? Utapanga nani? Kama Watanzania waoga wameanza kupanga Mama Samia Suluhu. Sasa sisi wa Kenya ambao tulitoka tu nje tukaingia paka parliament. Tukakula mchele ya William Samoei Ruto. Na ya Oscar Sudi. Unajua ile mchele ya Oscar Sudi ya kukula. Ile mchele ya Oscar Sudi mimi nilikula. Kwa sababu yeye aendagi parliament. Ile kitu alienda kufanya parliament ni kuwa impeach Rigathi Gachagua. Yaani academic dwarfs, people like Oscar Sudi, hata oath of office, they cannot take oath of office as members of parliament. Hata kuongea tu Kisungu inamsumbua. Mtu wa class 1 term 2, Oscar Sudi, atuwe ndo unatuambia hatutapanga Nairobi. Now, I want to finish with this. Nataka niambie huyu mtu wa Mbwekse. Huyu Governor Sakaja. Unajua, ati sahi anajifanya. Sahi ameenda Bondo. Ati sasa anafuata Oburu Odinga. My friend, hii mambo ya kufuata Raila Odinga imeisha. Wale watu walikuwa wanashikwa mkono wa Raila Odinga, ati wewe ndio utakuwa MCA, unakuwa governor, it has come to an end. Na sisi kama vijana wa Nyanza, nataka nirudie hapa. Tumesema Nyanza ni Babu Ongili Owino. Na mtu akiguza Babu Owino, nasikia Museveni anataka aende Uganda. Unataka aende Uganda kufanya? Wewe tunakuonea Museveni wewe. Unataka Babu aende Uganda kufanya nini? Kufanya nini? Babu Owino akiguswa. Babu Owino akiguswa my friend. Mtashangaa. Tutaonyesha huo. Sisi tunaambia Babu Ongili Owino is the new kingpin of Luo Nyanza. Hawa wazee ambao Ruto atawatisha tu saa hii waanze kususu hapa. Alafu wanatuambia ati they want to be kingpins of Luo Nyanza. Who are you? So we are saying this as I finish. PS Migosi, huyu PS wa education. Monday tulienda pale kama university students tukamwambia kwamba we want an explanation as to why lecturers have not resumed work. We want to tell CS Migosi. Sisi kama vijana tunakuja kukuambia wanafunzi lecturers warudi universities, wewe unaanza kupiga watu risasi. Askari wanapiga watu rungu. Ukiangalia mkono wangu angalia vile inakaa. Wewe Migosi tunakuambia wewe. We are not going to be intimidated. We are saying this. CS Migosi must resign with immediate effect. You have no business being the CS of education. Na sisi tutawapisha Babu Owino kama CS of education. Haya sawa.